Naam, kupitia YouTube channel yetu tumeamua kukuwekea pia sehemu ya simulizi za visa vya kweli vilivyowahi kuwakumba watu ama kuwakuta watu katika maisha yao. Na hizi ni true story ambazo wadau ama wananzengo wamekuwa wakiamua kushare na sisi tunaamua kukuletea kwa njia ya simulizi. Karibu katika sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya kisa cha kweli ambayo ilimkuta mmoja wapo wa wanafamilia ama ndugu zetu Tanzania mwenzetu. Basi twende sambamba kwa ajili ya kuweza kusikiliza kisa hichi katika sehemu ya kwanza. Habari kaka, hongera kwa kazi na hongera kwa kupokea vitu vingi na kipawa kutoka kwa Mungu. Mimi ni mmoja wapo kati ya followers wako na napenda sana kusoma Huba la Mapenzi. Story za watu wengine zimenipa nguvu ya kuleta story yangu ya maisha hapa kwako ili watu wajifunze zaidi. Sisi kwetu tumezaliwa wanne, wote watoto wa kike. Dada zangu wote watatu walikuwa vizuri sana darasani. Mimi ni last born, ila kiukweli sikuwa na uwezo mzuri darasani. Yaani kwenye mtihani mimi ndio nilikuwa na kuwa wa mwisho darasani. Kuna ile mko wanafunzi 100 alafu darasani unakuwa 80. Ila mie darasa la watu 100, mie ndiye nilikuwa wa 100 katika matokeo ya kila mtihani. Ila kati ya dada zangu wote mie ndio nilikuwa nimejaliwa uzuri zaidi. Wote tulikuwa wazuri wa sura na umbo, ila mimi niliwazidi wenzangu. Katika maisha yangu ya utoto hadi ukuaji niliona tofauti ya malezi kati ya dada zangu na mimi. Mimi sikupendwa kama dada zangu. Nilipigwa sana bila sababu za msingi, kugombezwa au ikitokea basi dada zangu wamenunuliwa nguo, mimi mara nyingi nilikuwa sinunuliwi, wanadai wamenisahau. Nilikuwa nafikiri labda kwa sababu darasani nilikuwa nakuwa wa mwisho sana ndio maana wazazi wangu hawakunipenda. Nikawa najiuliza sana, kwa nini mimi wazazi hawanipendi kama ndugu zangu? Kumbe wazazi wangu walivopata mtoto wa kwanza wa kike na wa pili wa kike, walitafuta mtoto wa kiume, ila kwa watatu naye akawa wa kike. Mama alivobeba mimba ya 4, wakajua mimi nitakuwa wa kiume, ila siku nazaliwa nikawa wa kike. Kwa hasira wakaamua kufunga kizazi na hasira zao wakawa wanazimalizia kwangu. Nilivyomaliza darasa la 7, mwili wangu ulikuwa ushaanza kutanuka, maana nilivunja ungo mapema sana. Sikuwahi kabisa kufanya mapenzi wala kuwa na mahusiano yoyote, ila wazazi walikuwa wananisema na kunichapa kwa kusema lazima nimeanza mambo ya mapenzi, ndio maana mwili wangu unanawiri tu. Kiukweli nilijaliwa shepu nzuri mnaita namba 8, ile yenye kiasi kwamba kipindi niko darasa la 5 tayari baadhi ya walimu walishaanza kunitongoza. Ila sikuwa tayari kuwa na mahusiano yoyote. Nilitaka kusoma hata kama nilikuwa na kuwa wa mwisho darasani. Nilipomaliza darasa la 7 sikufaulu vizuri sana. Ikabidi wazazi wanitafutie shule ya kwenda kusoma ya private. Ukumbuke dada zangu wao walifanikiwa kusoma shule nzuri tena za vipaji, maana walikuwa na akili sana. Hii hali ilikuwa inaniumiza sana, maana wazazi walikuwa wananisimangia kupelekwa shule tofauti na zile shule ambazo dada zangu wamesoma. Tena iliwalazimu kuhonga pesa ili mimi nipate nafasi katika shule hiyo. Nikasoma form 1, nikaingia form 2 vizuri. Wakati naingia form 3 nikawa nimezidi kuwa mrembo na lishepu likawa likubwa na la kuvutia, kiasi kwamba hata dada zangu wakawa wananisifia kwa shepu yangu kuwa nzuri sana na ya kuvutia. Kipindi hicho dada yangu mkubwa alikuwa mfanyakazi, wa pili yuko chuoni na watatu yeye yuko form 5. Mama alikuwa analazimisha kuvaa manguo makubwa ili kupunguza attention, na kiukweli hata mimi nilikuwa napenda kuvaa nguo hizo kubwa ili kupunguza usumbufu. Basi katika likizo hiyo ya form 3, babangu mdogo alikuja na rafiki yake kwa ajili ya kupumzika tu nyumbani kwa siku moja ili kesho yake waendelee na safari yao. Walikokuwa wanaenda ilibidi wapite nyumbani kwetu hata kusalimia ndio waendelee na safari. Basi babangu alimwambia mdogo wake, haiwezekani hujawahi kuja kwangu muda mrefu hivi alafu eti ulale usiku huu tu
kesho uendelee na safari. Tafadhali naomba ukae hata siku 2 au 3. Basi baba mdogo akamwambia kaka yake hakuna shida, maana hakuna haraka. Hata hivyo tutakaa hapa ili pia tushangae mji. Usiku ulipofika tuliandaa chakula, kisha wote tukaenda mezani kula. Mimi na dada yangu tukaenda mezani kula pamoja na baba mdogo na rafiki yake. Yule rafiki wa baba mdogo aliponiona akaanza kumkonyeza baba mdogo, akamwambia, "Aisee, huyu mtoto wa kaka yako ni pisi hatari. Mzuri sana." Baba mdogo aliniangalia kwa jicho la tatu. Sawa, alikuwa ananifahamu kama mtoto wa kaka yake, ila hakuwahi niangalia kwa namna nyingine, hasa pia kwa sababu hakuwahi kuniona kwa muda mrefu sana. Ila vile baba mdogo alivyokuwa ananiangalia sikupendezwa navyo, ila nikapuuzia. Basi siku ikaisha. Kesho yake asubuhi kila mtu akaenda kwenye mizunguko yake. Baba na mama wakaenda kazini. Dada yangu mkubwa akaenda kazini kwake. Wa chuo akaenda chuo. Na yule wa form 5 ambaye naye alikuwa likizo akaaga anaenda kwenye mizunguko yake. Rafiki wa baba mdogo naye akaaga akaenda matembezi kuangalia mji. Nikajua baba mdogo atakuwa kaenda na rafiki yake, so mimi nitakuwa mwenyewe ndani. Ila kumbe baba mdogo alibaki nyumbani. Mimi nikaenda kuoga. Wakati natoka nikakutana na baba mdogo mlangoni, huyu hapa. Nilishtuka sana, nikamsalimia, nikawa naenda chumbani kwangu. Ila baba mdogo akawa kama ameganda hivi na hali yake ikabadilika kabisa. Moja ikawa ipandi wala mbili haishuki. Akanifuata chumbani. Nilijaribu sana kushindana naye nguvu, lakini baba mdogo alinibana kwa nguvu na kuniziba mdomo, kisha akaniingilia kimwili. Nililia sana kaka. Kwa mara ya kwanza natolewa bikra kwa nguvu, tena na mdogo wake baba yangu kwa kubakwa. Sikuwa najua hili wala lile. Huyu ni mtu alipaswa kunilinda, ila ndio akachukua usichana wangu. Alipomaliza haja zake akanitishia kuniua nikisema kwa mtu yeyote, ila akaahidi atanipa zawadi kubwa. Nikamwambia mimi lazima nitawaambia wazazi wangu ulichonifanyia. Nikajiuguza mwenyewe kwa siku ile, maana maumivu yalikuwa ni makali mno. Kesho yake nikashindwa kuvumilia, ikabidi nimuite mama yangu nimuelezee. Nikamwambia, "Mama, baba mdogo alinibaka jana." Nikamuelezea ilikuwaje na hali yangu kwa sasa. Sijui ni kwa kupaniki au ni nini, ila mama alinipiga kwanza makofi. Akauliza, "Ulifanya nini mpaka ikatokea hivyo?" Nikamwambia, "Mama, lakini mkumbuke baba mdogo na rafiki yake walisema wataenda matembezi pamoja." Mimi nikajua niko mwenyewe ndani, na isitoshe mara zote tunapita hapa kwa corridor tukienda kuoga na kutoka pia. Halijawahi kutokea chochote. Mimi sikujua kama baba mdogo yupo ndani. Mama akapiga yowe moja. Baba akaja chumbani. Akauliza, "Kuna shida gani?" Mama akamuelezea kilichotokea. Baba naye akaanza kugomba kwa nguvu. Huku baba mdogo aliposikia baba na mama wanagombana, akajua lazima kishanuka tu. Akamwambia rafiki yake waondoke, wakakusanya vilivyo vyao, wakatoroka wakati bado ndani kuna waka moto. Kumbe baba alikuwa amechanganyikiwa zaidi, maana alikuwa anajua mdogo wake ni mwathirika. Kwa hiyo wakati anajazba akiwa haelewi aanzie wapi, akaropoka kuwa mdogo wake ni mwathirika, kwa hiyo lazima atakuwa kaniambukiza. Kaka, nililia mimi jamani, nikasema nimekufa mimi. Nishaharibiwa maisha yangu mimi na mfu. Baba akatoka achukue panga amfuate mdogo wake, akakuta hayupo, kashakimbia. Mimi nikapata kaupenyo, nikatoka chumbani kwa baba na mama. Nikaenda store, kulikuwa na dawa za panya humo. Nikachukua, nikakoroga ninywe nijifie. Niliona sina tena haja ya kuishi. Nilipoanza kuinywa, dada zangu wakaniwahi, wakanitapisha na kunipa maziwa, kisha wakanipeleka hospitali. Ila hawakutaka kusema nimebakwa, maana lazima wataulizwa na nani, na lazima wangeshirikisha polisi. Baba alikuwa ashampigia babu simu baba yake, akamuelezea ni nini mtoto wake amekifanya kwa mjukuu wake. Babu akaomba hili swala liwe solved kifamilia. Atajua anampataje mtoto wake aliyebaka.
na watakaa kikao kama ukoo, watajua wanampa adhabu gani, ikiwemo kumfuta kwenye ukoo. Basi mimi nikabaki kutibiwa pale hospitali kwa ajili ya kutokana na kunywa sumu na kupewa dawa. Wazazi wangu walinitafutia mtu wa kunipa ushauri wa kisaikolojia na kushauriwa nikapime afya baada ya miezi mitatu hivi. Ila kabla ya miezi mitatu kuisha, shule ikafunguliwa. Nilivorudi shule kwenye masomo, jamani, tunafundishwa kuhusu huu ugonjwa wa ukimwi. Mimi kila nikiangalia nilikuwa najiona ni mwathirika tu, hata kama sijapima. Nikawa naona aibu na kuwa na hasira tu, maana nilishaharibika kisaikolojia. Nikaapa lazima nilipize kisasi kwa wanaume wote watakaojilengesha kwangu kwa namna yoyote ile. Kaka, nilitokea kuwachukia wanaume sana. Nikasema nitaanza na hawa walimu wa hapa ambao wote walinitongoza. Nia yangu niambukize wanaume wengi ipasavyo ukimwi, maana kwa akili yangu mimi nilijua ni mwathirika tu. Nilichofanya nikawa nachukua ujuzi kwenye video za porno, na nikahakikisha nitafanya lolote kwa wanaume wasinisahau katika maisha yao yote. Nikaanza na mwalimu mkuu wa shule. Yeye alinitaka pia. Siku moja wanafunzi wa day wametoka shule na wa boarding wamerudi hostel. Mimi nikaenda ofisini kwa mwalimu mkuu, nikamgongea. Nilipoingia tu, nikamkumbatia kwa nguvu na kuanza kumpapasa mgongoni taratibu. Mwalimu mkuu alielewa ni nini nataka, wala hakuchukua raundi. Akaona tumalizia hapo ofisini kwake. Nikawa nimefanya mapenzi na mwalimu mkuu. Nilipotoka kwa mwalimu mkuu, alikuwa anafuata kwenye listi ni academic master, akafuata mwalimu wa nidhamu. Sasa story zikaanza kusambaa shule kuwa mimi natembea na walimu kadhaa, afu mimi wala sijali wala nini. Ikafika hatua walimu wote watatu hawaongei, washagombana kisa mimi hapa. Walimu wa kike wakaanza kunichukia. Yaani jinsi ambavyo naendelea na mahusiano na wale walimu ndio mwili unazidi kutanuka. Siku zikaenda, nikawa nimeingia form 4. Nikiwa form 4 nikashika ujauzito, afu sijui hata ni wa mwalimu gani. Nikawa nawaza hapa nitasema nini nyumbani, maana kwa sababu ya lile tukio walianza kunisimanga na walijua mimi lazima nitakuwa mwathirika. Kwa hiyo masimango yalikuwa mengi, hadi dada zangu walianza kunitenga. Waliniona mimi nina mkosi, nimeleta laana kisa nimebakwa na baba mdogo. Nilikuwa nikiumwa kidogo tu, wanajua tayari wananitenga na kuninyanyapaa. Huku shule sasa, ule ujauzito nikaona niwaambie wote watatu, kila mmoja kwa wakati wake, kuwa nina mimba yake. Wote watatu wakataka niitoe, na wote wakanipa namba ya simu ya dokta mmoja. Yaani kila mtu kwa wakati wake, ila wote walitoa namba moja ya dokta atakayefanya hiyo kazi ya kunitoa mimba. Nikapewa na pesa na wote. Basi nikaenda hospitali, nikamwona yule dokta. Dokta kuniona naye akataka kula, wala sikupinga. Naye akala mzigo kwanza, afu ndio akanipangia wakati wa kwenda kutoa mimba. Mimi niseme tu kipindi hicho sikuwa na jali chochote, kwa sababu akili yangu niliweka ahadi moja tu ya kuambukiza wanaume wengi. Kwa hiyo sikujali nani alinitaka, nilimpa kwa juhudi zangu zote. Na tena nilikuwa nahakikisha hakuna mwanaume anasahau show yangu, na hakikisha lazima ananikumbuka tu. Basi siku zikaenda, mimi nikamaliza form 4. Sikufaulu vizuri sana, ila nilipata tu credit za kwenda form 5 kama kawaida. Kama kawaida nikatafutiwa shule ya kwenda, nikaenda form 5 na 6. Nao nikahakikisha nako siachi mwanaume yoyote atakayejipendekeza kwangu. Mwalimu yoyote au mwanafunzi nilipita naye. Sema hii shule ilikuwa strict sana. Mwalimu atakayebainika yuko na ukaribu na mwanafunzi anafukuzwa kazi, na mwanafunzi anafukuzwa shule. Kwa hiyo mahusiano niliyokuwa nayo tulihakikisha ni asiri sana. Maisha form 5 na 6 niliishi vizuri sana, magendo. Sijui chips na kuku, soda, biskuti nilikuwa nayapata sana kwa sababu ya hao walimu. Vitu vingi walikuwa wanamwachia mlinzi, kwa hiyo nikienda kuvichukua kwa mlinzi, na mlinzi naye ilikuwa anapita naye vile vile. Siku zikaenda, miaka ikapita, nikamaliza form 6. Nikafaulu tu, sio sana.
ila nilifaulu kwenda chuo. Nilipoingia chuo sasa ndio nikaona hapa uhuru na upata vizuri sana. Nikiwa mwaka wa kwanza nilianzisha mahusiano na kijana tu wa kawaida, nikaenda naye mpaka nikampata lecturer mmoja, nikaanzisha naye mahusiano. Nikawa nasafiri naye sehemu yoyote nayotaka. Ananipa pesa na vitu kama hivyo. Akanipangishia nyumba nje ya chuo, nikawa nakaa tu mwenyewe. Yule kijana nikawa nanitemani naye. Hata hivyo kwa akili yangu nishapita naye atakuwa kaupata ukimwi. Sasa yule lecturer alikuwa na marafiki zake wawili, nao nikapita nao vile vile. Tumeenda, nimefika mwaka wa pili nikagundua kuwa lecturer alikuwa na mke wake. Siku ya siku akaja kujua natembea na mume wake. Kiukweli tulikuwa tunagombana sana na huyo mama. Anisamee tu, kipindi kile haikuwa akili yangu. Kwa bahati mbaya sana yule lecturer alitokea kunipenda kweli. Eti akasahau hata familia yake ndio chanzo cha mke wake kunitafuta. Kwa hiyo vile tulivyokuwa tunagombana na mke wake, lenyewe likawa upande wangu. Ikafika mahali mimi nikaona bora nimwache tu, maana sikuwa namtaka tena. Alinibembeleza yule lecturer hadi machozi, ila nilimkataa. Kwa hiyo kwa hasira yule lecturer akafanya mpango sikuweza kuingia mwaka wa 3. Chuo nikadisco. Baada ya kudisco chuo nikaona ya nini niendelee kukaa maeneo ya chuo, maana yule lecturer aliniondoa kwenye ile nyumba ya kupanga. Na mpaka nimeingia chuo mwaka wa pili nyumbani sijawahi kwenda kutokana na yale masimango na kunyanyapaliwa. Nikaona bora nibaki tu mkoa huo nilikwenda chuo, maana nikienda nyumbani nikamwambia nimedisco chuo si ndio wataniua kabisa. Nikaamua kuanza kujiuza rasmi. Sasa nikawa naishi hotelini tu au kwenye lodge. Usiku naenda kwenye mabaa au hoteli za kifahari huko na danga zangu, na hakikisha napata hela za kutosha, lakini pia na hakikisha natembea na wanaume wa kutosha kwa ajili ya kulipiza kisasi changu. Na nilikuwa napata wateja wengi, watu wenye hela zao, kwa hiyo nilitumika sana kwa kweli. Kama baada ya miezi 6 hivi nikaanza kujichukia na kuchoka kufanya mapenzi. Nafikiri hiyo hali kunitokea ilikuwa kama Mungu tu. Najisemeaga labda Mwenyezi Mungu alipenda nijiokoe kutoka katika dhambi hii ya uzinzi. Kikweli nilijichukia. Siku moja nilipokea taarifa ambazo zilinifanya niwaze sana maisha yangu. Yule lecturer alikuwa kafariki. Sijakaa kidogo nikapewa taarifa yule mwalimu mkuu wa shule sekondari nilitembea naye kuwa naye kafariki. Ndani ya mwezi huo nikapata taarifa kuna boyfriend wangu mmoja nilikuwa naye kafariki pia. Kwa hizi taarifa nikajua tu hawa lazima wamekufa kwa sababu yangu mimi. Nikaona sasa na mimi nafuata. Siku isiyo na jina nikaamua nitoke nikanywa pombe sana. Nikasema leo ndio itakuwa siku yangu ya mwisho kunywa pombe, nabadilika. Nitaenda kanisani na nitaokoka. Nikakumbuka ni wanaume kiasi gani nitembea nao, na baadhi walikuwa na familia zao, wengine wakaziteketeza ili kunifurahisha mimi. Nilijiona mkosaji sana. Basi nilikunywa pombe sana usiku huo. Nilienda kwenye baa moja ambayo wengi wananifahamu pale. Nilikunywa pombe hiyo siku hadi nikashindwa kutembea. Yaani ile nasimama hivi naanguka chini. Watu wakanizunguka pale, wanawaza cha kufanya. Akajitokeza kijana mmoja akaninyanyua ili anisaidie. Akanibeba alafu akaniuliza sehemu naishi. Nikamwelekeza hoteli nilikuwa ninakaa. Basi yule kijana akanipeleka hadi hapo kwenye hiyo hoteli. Akamuuliza mlinzi kama ananifahamu. Mlinzi akasema ndio, walishanizoea pale. Na niseme tu hadi kufikia hapo tumefikia tamati ya sehemu ya kwanza ya simulizi ya dada huyu ambaye anasimulia kisa cha kweli cha maisha yake ambayo amepitia na kilichomsababisha hadi kuingia katika matendo ya kujiuza ama uchangudoa. Na hii yote ni kutokana na kubakwa na baba yake mdogo tena nyumbani kwao, na masimango yakawa mengi baada ya kubainika kwamba baba mdogo wake ni mwathirika. Lakini mpaka hapa tunapofikia bado tujajua kama binti alishawahi kwenda kupima na kujua hali yake kiafya. Niseme tumefikia tamati ya sehemu ya kwanza. Tukutane katika sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare katika YouTube channel yetu Renew Update TV. Ciao.